Historia ya mwanadamu haikuanza na ustaarabu, haikuanza na ufalme, ilianza kwa uasi. Biblia inaelezea tukio ambalo lilibadilisha mwelekeo wa dunia milele, tukio ambalo lilimfanya Mwenyezi Mungu mwenyewe kuifuta dunia kwa maji. Lakini je, ni kitu gani kilichosababisha adhabu kali namna hii kwa wanadamu? Ungana na mimi katika simulizi hii ili uweze kujua. Biblia inasema kabla ya gharika dunia ilikuwa imejaa watu, lakini haikuwa na amani. Kitabu cha Mwanzo 6:11 inasema, dunia ikaharibika mbele za Mungu, ikajaa dhuluma. Lakini dhuluma hii haikuwa ya kawaida, ilikuwa dhuluma iliyochochewa na kitu kisicho cha kibinadamu. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 6:2, wana wa Mungu walipoona binti za wanadamu wamekuwa wazuri, basi nao wakawachukua miongoni mwao na kuzaa nao. Lakini tukija katika Kiebrania cha asili, neno lililotumika ni Benei Elohim. Ili si neno la wanadamu. Katika kitabu cha Ayubu 1:6, Benei Elohim linatumika kumaanisha malaika waliokusanyika mbele za Mungu. Hii inaondoa utata mmoja mkubwa. Biblia yenyewe inatambua kuwa hawa hawakuwa wanadamu, bali walikuwa ni viumbe wa mbinguni. Malaika hawa hawakutumwa, walijishusha. Yuda 1:6 inasema, malaika wasiotunza enzi yao, bali wao wakaacha makao yao. Huu ulikuwa ni uasi wa kipekee, sio dhambi ya mawazo, bali hatua ya kimwili. Walivuka mpaka kati ya Mungu na dunia. Kitabu cha Mwanzo 6:4 inasema, Nephilim walikuwako duniani siku zile, ikimaanisha kuwa hawa Nephilim ambao ni majitu makubwa yaliyotokana na uzao wa mwanadamu na wa malaika walioshushwa walikuwepo wakiishi. Hawakuwa watu warefu tu, walikuwa na nguvu iliyochanganyana na damu ya mbinguni. Matokeo yake walikuwa ni wakatili mno, lakini maumbile asili ambayo Mungu alitaka mwanadamu awe nayo yakaharibika. Mwanadamu akaanza kupoteza sura ya uumbaji wa Mungu, kwa sababu Mungu anasema alitaka kuumba binadamu kwa mfano wake, lakini huyu binadamu ambaye alikuwepo katika wakati huu hakuwa tena katika mfano wa Mungu, hivyo alipaswa aangamizwe. Katika kitabu cha Henoko kinaeleza kuwa malaika hawa waliwafundisha wanadamu mambo ambayo hawakupaswa kuyajua. Mambo hayo yalikuwa ni miongoni silaha za chuma, uchawi pamoja na ramli, lakini pia maarifa ya kuharibu miili. Kwa Kiingereza tunasema shape shifting. Maarifa haya hayakuwa na maadili, na Mungu akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Hii ni katika kitabu cha Mwanzo 6:3. Hukumu ya malaika ambao walikuwa wamemwasi Mungu na wamekuja kueneza uchafu kwa wanadamu haikuwa sawa kwa wote. Yuda 1:6 inasema, Mungu amewaweka gizani, lakini wengine wamefungwa minyororo ya milele. Lakini adhabu gani waliweza kupewa wanadamu ambao walishirikiana na malaika? Adhabu kubwa ilikuwa ni gharika. Lakini kati ya gharika ni mtu mmoja tu ambaye aliweza kupata neema, naye alikuwa ni Nuhu, ambapo Biblia inasema yeye alikuwa ni mkamilifu katika vizazi vyake. Maumbile yake hayakuwa yameharibiwa. Lakini Yesu anasema katika Mathayo 24:37, kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itavyokuwa tena. Lakini nini maana hii kauli? Maana sio kauli ya kawaida. Hii ilikuwa ni onyo, lakini sio onyo kwamba
tokea na gharika, lakini ni onyo, kwa sababu tutarudi katika uasi kutokana na kuwa na maarifa yasiyokuwa na mipaka na kuvunja ahadi yetu na Mungu. Historia haijirudii kwa bahati mbaya, hujirudia kwa sababu sisi wanadamu tunasahau. Swali si kama hadithi hii ni ya kweli. Hapana, swali ni je, tuko tayari kwa kile kitachokuja? Asante, mpaka wakati mwingine, tukutane katika simulizi nyingine. Lakini unaweza kutusapoti kwa kulike na kusubscribe katika chaneli yetu, ili elimu yetu iweze kuwafikia watu wengi zaidi na watu wengi waweze kupata faida. Asante.